Sisi sote tunatamani taifa letu lifanikiwe. Hatuna uhasama na dunia. Tumesisitiza jambo hili mara nyingi, lakini bado hawataki tuwe na uwezo wa kujitegemea. Wanataka tujadiliane kuhusu uwezo wetu wa makombora, ilhali wao wanaliimarisha Israeli kwa silaha nzito. Kisha wanatuambia sisi tusijilinde, tusijenge uwezo wetu wa ulinzi. Maana yake ni nini? Kwamba Israeli iwe na uhuru wa kutushambulia wakati wowote itakapoamua. Tazameni yaliyotokea Gaza. Maafa makubwa yamesababishwa, lakini wale wanaojifanya mabingwa wa haki za binadamu hawajasema neno hata moja. Mashambulizi yanafanywa wazi wazi bila aibu. Je, wanataka nasi tukubali atufanyike hayo? Sisi hatutafuti vita na nchi yoyote. Tangu mwanzo tumesema wazi, tunataka kuishi kwa amani na utulivu, lakini hatutakubali kuishi kwa kudhalilishwa. Hatutakubali kuamrishwa kila wanachotaka na kutarajiwa kuwatumikia. Kama walivyoweza wengine na kama watu wetu wanavyoweza, tuna uwezo wa kujenga taifa lenye mafanikio, heshima na nguvu ya kusonga mbele. Tuko tayari kwa mazungumzo, lakini mazungumzo yenye mantiki na yanayoheshimu sheria za kimataifa. Hatukubali masharti ya kutuambia hupaswi kuwa na maarifa haya, huna haki ya kuwa na uwezo huu, huna hata ruhusa ya kujilinda. Halafu wakizungumza wanadai wanaweza kutushambulia wakati wowote. Nitasema sawa, kwa sababu nataka kuishi. Haya si maisha tunayoyataka. Tumewaambia mara nyingi. Nani alisema tunataka kutengeneza silaha za nyuklia? Hakuna mtu huru, mwenye heshima na busara atakayekubali kudhalilishwa kwa namna hiyo. Ni sisi tumetikisa eneo letu, au ni Israeli kwa msaada wa Marekani na Ulaya? Kisha dunia inatafuta visingizio vya kisayansi na vya haki za binadamu ili kutulazimisha tukubali unyanyasaji huu. Ndio maana kama binadamu siwezi kukubali hali hii. Siwezi kukubali dhana kwamba wao ni wakubwa na sisi ni wadogo. Tutaijenga Irani yenye ustawi, heshima na fahari. Sisi sote